Wakati mwingine tena wa kutazama TBT. Kama ambavyo tunafahamu, kila Alhamis tunakuwa na TBT kukumbuka matukio, kukumbuka historia ya wachezaji mbalimbali ambao wamewahi kupita na kusukuma gozi la ng'ombe. Leo kwenye TBT tunamtazama Jadon Maliki Sancho, mzaliwa wa taifa la England, akikusanya damu mbili, ikiwa pia mama yake kutoka taifa la England na baba yake kutoka Jamaica, na kuzaliwa yeye nyota ambaye katika makuzi yake amekulia Watford na kujiunga na timu nyingine hapo baadaye, lakini ukimchana kwenye moyo wake unakutana na rangi ya blue, kwa maana ya Chelsea ndio timu ambayo anaishabikia, licha kwamba aliwasha moto akiwa Manchester United, Borussia Dortmund na sasa akiwa Aston Villa. Chambua zaidi Ticha, na nabaki kwako kwa sababu ni mtaalamu zaidi wa kugundua kipaji cha mtu. Ukimtazama tu kwa umri wa miaka 26, unajua ni mtoto wa 2000 huyu. Naam. Manake kazaliwa tarehe 25 Machi 2000. Manake tunavyozungumzia watoto wa 2000, Jadon Sancho naye yupo. Ukitazama kwa age yake ya umri wa miaka 26, mapito anayopitia hadi sasa alipo, bado tunamdai makubwa sana, hajafikia kule ambako alitakiwa kuwa, au amemaliza? Definitely. Uko sahihi sana. Hajamaliza. Tulikuwa tunamdai makubwa kwa sababu grafu yake ilianza kwa kushuti juu, lakini pia akaja kukutana na hizo kadhia. Umeelewa? Kwa top talented kama yeye, wakati anahusishwa na usajili wa Manchester United kutoka Dortmund, ina maana vilabu kadhaa vikubwa vilikuwa vinamtaka. Real Madrid, Barcelona. Ukishacheza kwenye upande ule ndio tunakuja kusema kwamba wewe angalau umemaliza, tunachokudai. Lakini bad thing, katika age ya miaka 26, World Cup kwa timu anaocheza hawezi kuitwa tena kwa mwaka, katika nafasi katika mwaka huu. Manake na miaka 26, akimesa akikosa World Cup hii, World Cup ya mwaka 2030, naye atakuwa na umri wa miaka 30. Itakuwa ni ngumu kuitwa kwa mara ya kwanza. Hajacheza World Cup 2022 ambayo ndio ilikuwa inatosha kutoa kielelezo chake. Hajacheza sasa hivi, unakoseje kumdai? Kielelezo cha mcheza mpira kwenye ngazi ya timu ya taifa ni World Cup, kwenye ngazi ya club ni achievement ya trophy, ligi ya ndani, na kwa Ulaya ligi ya mabingwa. Sawa. Robert George, tumtazame Jadon Maliki Sancho. Alikuwa kwa mkopo Chelsea msimu uliopita, sasa yuko Aston Villa. Ni mchezaji ambaye kwako jicho lako la nyama limeng'amua kitu gani kwake? Ni mchezaji wa aina gani? Actually Sancho kiwango chake kama alivyosema teacher hapa, kwamba yeye sio kwamba ni mchezaji ambaye, yeye ni mchezaji sana kitalent, na ukiangalia sijajua ni kitu gani ambacho kilisababisha sana ku affect performance yake, na labda tuseme ni pressure kutokana na ligi ambazo ametoka kucheza. Ukiangalia makuzi yake ya Dortmund na kutoka Dortmund kuja England, vilabu vilivyopitia Manchester United na sasa hivi yuko Aston Villa, performance yake ya kule huko Ujerumani na huko England ndio pale ambapo anguko la Sancho limeanza. Kule kwa mechi alizocheza 158 tu alitoka kuwa na magoli ya 50 na kitu, assist 10 na, lakini amekuja huku alipofika tu Manchester United ndio direction ikaanza, magoli yakapungua, assists zikapungua, na mpango huo umeendelea mpaka alipofika Aston Villa. Hajachaguliwa bado kuwa kama ni mchezaji wa kudumu, atakuwa anaanza by first level sababu pale kuna competition kubwa. Sasa ni kama kuna pressure ama kuna vitu ambavyo vinaingilia vingine kati yake yeye, yani sijaelewa zaidi, lakini ni mchezaji ambaye nitegemea kuona mambo mengi sana kutoka kwake. Ukiangalia na miaka yake, kuna wachezaji ambao na miaka kama yake wana perform sana. Sasa kwa Sancho kuna kitu ambacho tunakimisi sana kutoka kwake. Au pengine timing yake ya kwenda Manchester United akitokea Borussia Dortmund ndiko ambako mistake ilianzia pale? Sidhani, kwa sababu alikuta United ndio kuungaunga na gundi. Maana hata ukifika lazima kwanza uanze kuungaunga. Hapana. Unajua mchezaji akiwa anachukua chance au anachukua opportunity, anakuwa labda anaona mbele kuna kitu lazima atakifanya. Manchester United wakati anakuja kujiunga nayo sio haikuwa ungaunga mwana kiivo. Hapana, mchezaji kama Sancho kutokana na performance yake alitoka nayo, na hata alipokuja Manchester United kulikuwa kuna pressure alikuwa anaweza kufanya kwa timu. Kwa hiyo lazima mchezaji anakuja na vision kwamba mimi naenda kwenye timu kama Manchester United, I can implement something, naweza nikaweka nguvu na timu ile ikatop, ikaenda juu kwenye mafanikio zaidi. Kama Manchester United walikuwa na wanaweza kushiriki michuano ya kimataifa, hii UEFA au Europa. Hasa kwa mchezaji kama ule kuja kupata makombe kama yale makubwa, inakuwa ni vision yake kubwa, tofauti na
akiwa Dortmund. Kuchukua kombe tu la Ujerumani pale ukiwa Dortmund ni ngumu kwa sababu kuna Bayern Munich. Huku England kuna upinzani mkubwa. Kwa hiyo akitoka kule kuja kulikuwa na vision. Sema sasa ukishakuja England kuna pressure. Maana kuna maanguko, lakini kwa Sancho wa Chelsea, wa Manchester United huku England sifuri kabisa kwa huko hamna kitu. Hajawahi kushu. Mimi naangalia game ya Bayern kama una dua la kinyumbani unaomba Bwana Mwenyezi Mungu. Sasa Sancho huyu mimi kwangu alivyocheza England hajawahi kuimplement chochote. Msimu wa mwisho anaouzwa unajua aliondoka na goli pamoja assist 19 katika season. Sasa hivi anacheza Aston Villa ambao jibu hili kutokana na swali uliza linajibika hapa. Sasa hivi ana michezo 19 Aston Villa. Hajafunga, ameassist mara 2. Sio Sancho nayemjua. Sancho kamaliza football yake Dortmund. Yaani hichi kisa kinanikumbusha Chelsea walivyomsaini Crespo. Crespo Hernan Crespo baada ya kutoka Italy kuja pale, mashabiki baada ya mechi kadhaa walikuja na mabango wakasema tunadhania tumeletewa pacha wa Crespo lakini sio Crespo tunayemfahamu. Kwa hiyo pale huenda aliyouzwa England kwa thamani ile ambayo tuliambiwa ni pacha wa Sancho, sio Sancho. Sancho ni mtu hatari. Bwana sawa. Naam. Nidhamu, makundi ilitajwa ni moja ya vitu ambavyo vimemtoa mchezoni. Alipokutana na swahiba wake Marcus Rashford, wakawa maswahiba kweli Manchester United. Wote nidhamu ikiwa inatajwa, barobaro mwingi sana. Unadhani hii ni moja ya sababu iliyomtoa Jadon Sancho kwenye nani yake? Alafu Ticha nitakuuliza swali jingine ambalo niliulizwa na wadau baadhi mtaani lakini sikulielewa, ila nitarudi kwako utanipa. Hili inawezekana? Swala la uswaiba nitakujibu kwa kifupi lakini unielewe. Unajua kama mchezaji akija kwenye timu fulani akikutana na mchezaji ambaye ni familia au wanajuana, inamsaidia kutengeneza timu ile kukaribishwa kiurahisi, na pia unajua kutengeneza mazingira ya familia baadhi ya wanatimu kuweza kuungana. Mfano kwenye naweza kutolea mfano Liverpool wakati anakuja Cody Gakpo anacheza pamoja na Virgil van Dijk, ilikuwa ni rahisi wao kuweza kubondi na Liverpool kwa kuwa Dijk ni kiongozi pale Liverpool, kwa kumtambulisha bana. Kunajua kuna kule kuoneana kwa wachezaji bana, huyu mchezaji mpya nini, kuna prank nini, lakini inakuwa ni rahisi kwa Dijk kuweza kumbidi bana, hapa ni hivi, hapa ni hivi, hapa ni hivi. Kwa hiyo sidhani kama inaweza ikawa kwamba eti uswahiba wa wachezaji wawili ambao wanajuana wakija kukutana katika timu moja wanaweza waka mislead au nini. Hapana, hiyo sidhani kama inaweza kuwa sababu. Sidhani kama ni sababu. Kubwa ni kwamba pressure ndio iliyomharibu Sancho. Sawa. Ticha, swali langu lilikuwa ni kwamba inatajwa ama inasemekana ama kuna watu baadhi wanaamini ni ngumu sana mchezaji ambaye anakuwa na kipaji kikubwa, alafu wakati huyo mchezaji licha kipaji alichonacho akawa na muonekano ambao unawavutia dada zetu. Ni ngumu sana kutoboa huyo mchezaji kimpira, kimafanikio. Eti ni kweli mpo hilo? Hapana, sio kweli. Aliingiliani kabisa. Sio kweli. Akina David Beckham wale handsome na sasa Beckham wanasema kipaji hamna mle, juhudi kwanza. Tafadhali. Yaani kuna mtu ananiambia hivi Beckham tofauti na kupiga cross na kutangulizia mpira na nini kingine cha ziada. Ushaona ana bend anafanya vitu nikasema kule kubend kupiga vienga ilikuwa ni pattern ambayo anaitaka Sir Alex Ferguson. Yawe ana accuracy ya juu kwenye kuchelewesha mipira, Giggs wakamcontrol kwenye kupiga. Alipokwenda Real Madrid ambayo inataka kujitegemea, Beckham tulimuona anapunguza na yeye wawili anapiga. Yes, muonekano sio kila muonekano sio sababu ya kufeli kwa mchezaji. Gorofani upstairs kukoje. Kwani hebu chukua kwa supernatural talent mlete Jude Bellingham, mlete Sancho. Nenda kwenye point uliozungumza kwa sababu wenzetu Ulaya wanatoa hadi tathmini ya mwaka mchezaji handsome, personality ambao alikuwa amevaa vizuri katika mwaka mzima, muonekano. Jude ana muonekano unambeba several times, ndio mchezaji mwenye muonekano mzuri kidunia kwenye hii takwimu. Ichukue kutoka kidunia. Ndio mchezaji mwenye muonekano handsome, yes. Na Mfunika Mbappe, kuna kipindi dada zetu walimpenda Mbappe kipindi cha nani cha kombe la dunia kile. Wenzetu pia wana consider alitaka kumwadhibu wife wake kisa tikaweka profile ya Mbappe. Wenzetu wana consider pia na kimo. Ndio maana ukimleta Jadon ambaye anaweza kawa handsome zaidi usoni, lakini kimo chake ni kidogo kuliko Jude. Ndio maana kura za magazeti makubwa ambayo yanadili na hivi vitu yalikuja na maamuzi yao. Sisi kwetu kule kwenye Formula 1
mwaka jana Lewis Hamilton baada pamoja na kutoka mikono mitupu alitajwa ndio katika madereva wote most personnel kwa maana mavazi yake pamoja na handsome alikutajwa kule na ni vitu vinavyofanywa tafiti. Kwa hiyo hilo alijitoshelezi tu kwamba ukiwa labda una muonekano mzuri handsome utafanywa approaching na wanawake itaharibu kari yako, hapana. Neno linalobeba ni discipline. Wakati gani umespendi na mwanamke? Lakini hata huyo Jude ulemtolea mfano Mpwa, kuna muda watu wanamsema naye anajiona sana yule blazameni sana ndio maana anakwama injury nyingi. Hujasikia hivyo? Mimi nimewahi kusikia, lakini nitaungana na Kingwendu yule mchekeshaji. Ana wimbo wake mmoja aliuita umaarufu kunuka. Kwamba ukiwa na umaarufu jiandae na dhoruba zinazoambatana na umaarufu. Huko kujisikia kufanya nini? Kama uko star, famous, utaguswa tu kwamba bwana yes hichi kitu fulani kinamgusa. Hata sisi tu kwenye kada ya kawaida tu mtu atakwambia bwana huyu ananipita nisalimii, siku hizi namuona kwenye TV, basi ndio hivyo. Imekuaje? Sawa bwana, hebu twende kwenye mida ya kubeti, tutazame mechi ambazo tumeziweka hapo za kukusanyia fedha, lakini pia na mashindano mbalimbali. Leo kwenye kwenye mechi ambazo tuko nazo kuna mechi ya Uturuki dhidi ya Romania. Turkey dhidi ya Romania. Turkey dhidi ya Romania. Turkey, nitakwenda na Turkey. Yes. Michezo ya kufuzu kombe la dunia Ulaya. Kombe la dunia ya playoff yao ya UEFA hiyo. Sawa, Uturuki na Romania tunaendaje? Mimi nakwenda na mazima na Turkey. Turkey. Atagula. Mzee wangu. Uturuki hiyo. Hiyo imenyoka. Unaangalia Romania, ana kitasa kimoja pale kinaitwa Draxon kutokea Spurs. Unajua katika masuala ya hela huwezi kaweka hisia. Italy dhidi ya North Ireland. Italy. Mpwa? Yes, hata mimi nitaenda na Maitaliano. Slovakia Mpwa? Ndio nafasi ya kujiuliza hiyo. Sawa. Slovakia dhidi ya Kosovo? Slovakia. Imenyoka, akishasema mwalimu imenyoka. Ukraine dhidi ya Sweden mechi. Hiyo mechi sasa. Hiyo sasa mimi naomba goli mbili. Zipatikane tu goli mbili. Ukraine dhidi ya Sweden. Mimi ningeenda na Sweden mazima. Pamoja kwamba anacheza away, yes. Poland dhidi ya Albania Mpwa? Poland dhidi ya Albania. Poland. Yes. Mimi Poland natua hapo juu tena. Sawa. Hivi Italy wamebadilika kidogo Mpwa na Robert Mpwa. Italy tukiwatazama kwa wanavyokuwa maji kujaa sasa kidogo kwenye national team bwana. Italy bwana, nilishakwambia wewe athari kwa pia wanakosa World Cup kimasihara tu. Yes, kocha hamna kwenye level. Hamna kocha. Wabadilishe. Gennaro Ivan Gattuso. Mambo hamna mule. Gattuso bwana. Sijui ni prove long waende, lakini kwa Gattuso North Ireland wana timu lakini unawashindani. North West ndio kina Roy Keane wale. Kwa hiyo asili ya kina Roy Keane. Hata Harry Kane pia. Yes, kwa hiyo unaanza kuona nani? Michael Keane. Unaweza kuanza kuona talent wise zilivyo. Declan Rice wa Arsenal pia asili yake ni huko. Kwa ni mechi nzuri. Wana kitu. North Ireland ndugu yangu Robert, nisije kwa nikatenga muda wangu kuiangalia mechi dhidi ya Italy nikasinzia kwenye kochi. Kochi yenyewe ndo kama hayo unaona mazuri tu ya mfugano, unajikuta unasinzia kama mechi mbovu. Ukishasema hii ni mechi ya kufuzu kwenda kushiriki kombe la dunia. Italy lazima utaicheza hii mechi kwa nguvu. Ndio maana nakwambia kwanza hii hapo utaweka kwanza naiweka na magoli mawili juu. Sababu hii ni mechi ya kimkakati. Sio friendly, sio kama hiyo mechi ya Ufaransa na Brazil. Hii ni mechi ya kimkakati. Sawa bwana. Asante kwa kuichagua namba 10 kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Jonas Emmanuel Maziku, mwenzangu ni Teacher Tiga na Lukinja sambamba na Robert George. Tunamaliza hivi namba 10 kwa siku hii ya leo. Kesho pia itakuwepo hapa, tutatazama mambo mengi ya kimichezo kuanzia saa 6 mpaka saa 8 kamili za mchana. Kwa pamoja tunakutakia utazamaji mwema usio na bugza ndani yake. Bye bye.